wote wamjuao Bwana watatenda makuu. Wote wanaomjua. Unajua, katika ufalme wa Mungu ni kiwango ambacho unajua ndio kiwango unachopokea. Tuko pamoja kanisa? Kiwango unachojua ndicho kiwango utachopokea. Kiwango usichojua ni kiwango ulichoficha mambo yako. Na ndio maana maandiko yanasema kwamba watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Maana yake kiwango wanachokijua ni kiwango Mungu wao anachokuwapatia, na kiwango cha maarifa ambacho umekosa ni kiwango cha Ibilisi atayekukalia. Ibilisi anakukalia kwa kiwango cha ujinga ulionao. Kiwango gani unajua ndio kiwango gani umejiepusha katika matatizo, na kiwango ambacho Ibilisi umemfukuza kwenye maisha yako. Ufalme wa Mungu unaoperate kwa knowledge, unaopaleti kwa maarifa, hauopaleti kwa maombi. Inawezekana ukaomba sana, lakini bado shetani akawa anakukalia, kwa sababu neno la Mungu alijawahi kusema hivi, shetani ataondoa mkono wake kwa sababu umeomba. Lakini neno la Mungu linasema hivi, shetani atakimbia kwenu kwa sababu mnajua. Kuna kitu unajua ambacho kinamfanya shetani akuogope, kwa sababu maarifa ni nuru. Maarifa ni nuru. Maandiko yanasema hivi katika kitabu cha Zaburi 119 mstari wa 105, neno lako ni taa ya miguu yangu. Maarifa ni nuru ya mtakatifu katika maisha yake. Kiwango ambacho unajua ni kiwango ambacho unafukuza giza. Kiwango ambacho hujui ni kiwango cha giza lililokukalia. Sasa leo nataka nikufahamishe, Bwana Yesu asifiwe sana, ili nikuchuze. Na ndio maana wakati wa neno la Mungu kuwa makini sana kusikiliza, kwa sababu ni wakati ambapo giza linakimbia kwenye maisha yako. Ufalme wa giza ushindi kwa kiwango cha moto wa maombi ulionao. Unaushinda kwa kiwango cha kujua ulichonacho. Hawezi kuomba na ujinga, unaomba na maarifa. Yesu wakati amefunga siku 40, shetani alipomtokea akumshinda kwa kumkemea, alimshinda kwa kiwango anachojua. Alimwambia imeandikwa. Wewe anapokuja kwako, wewe wako unasema nini? Na ndio maana unaweza kuwa na maombi mengi, matokeo madogo, kwa sababu hauna maarifa. Watu wa Mungu, tuko pamoja? Sasa nataka nilifukuze hilo giza kwenye kichwa, kwa sababu Mungu kanipa ujumbe huu, jinsi gani unavyoweza kupata msaada. Nataka kanisa la Nyumba ya Sala tunapomaliza mwaka tuone msaada na mkono wa Mungu katika jina la Yesu. Kupitia somo hili tuweze kuona msaada wa Mungu. Ni jinsi gani sasa unaweza ukapata msaada wa Mungu? Kwa sababu kuna watu wengi sana tunahitaji msaada wa Mungu, lakini hatuoni msaada wa Mungu kwenye maisha yetu. Hatuoni. Mwingine anaweza kukopa mshuhuda kabisa, akakwambia, mchungaji, nilishawahi kujaribu kufunga siku 3 unazozisema, nilifunga nikazimaliza, lakini baada ya kuzifunga na kumaliza niliona giza. Naambia, uliombaje? Niliomba 1, 2, 3. Ulikuwa unaomba unasoma neno? Hapana, niliomba nikafunga. Kwa sababu nilikuwa nani kamlilia Mungu. Ulimlilia Mungu na nini? Alikuwa ana maandiko. Unajua, ngoja nikwambie, si kiwango cha machozi unayolia anayoyasikia Mungu, ni kiwango cha neno lake linalodhibitika unalolirudisha kwake. Katika kitabu cha Yeremia sura ya 1 mstari wa 10 mpaka 12 anasema, naliangalia neno langu nipate kulitimiza. Katika Isaya anasema hivi, kama mvua ishukavyo kutoka juu ikanyeshea ardhi, hali kadhalika neno langu halitanirudia bure, mpaka litimize mapenzi yangu. Ulituma neno. Katika kitabu cha Zaburi kinaongeza, ulituma neno nalo uwatoa katika maangamizo yao. Mungu akitaka kukutoa au kukupa msaada, kutumia neno lake. Kutumia neno lake. Sasa nataka nikuonyeshe. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Twende tuangalie aina ya misaada. Kuna aina nyingi za misaada. Msaada wa kwanza ni msaada wa Mungu. Hebu mwambie jirani yako, msaada wa Mungu. Msaada wa Mungu ni msaada utokao juu, na huu leo ndo tutaoenda kuzungumzia. Katika Zaburi ya 60 kuna aina 3 za misaada. Msaada wa kwanza ni msaada wa Mungu. Andika,
Msaada wa kwanza ni msaada wa Mungu. Zaburi ya 60 mstari wa 11 mpaka 12 inasema, uniletee msaada juu ya watesi, maana wokovu wa binadamu au msaada wa binadamu haufai. Mstari wa 12, kwa msaada wa Mungu tutatenda makuu, yeye atawakanyaga watesi wetu. Msaada wa Mungu siku zote unakusaidia kushinda dhidi ya watesi wako. Msaada wa Mungu, anasema, maana msaada wa binadamu haufai. Msaada wa Mungu unakusaidia kushinda dhidi ya watesi wako. Msaada wa Mungu ni divine help, ni kile ambacho utegemei Mungu anakuja kwenye maisha yako anakifanya. Sara kuzaa kwa sababu alikunywa dawa sana. Sara alizaa kwa sababu Mungu alimsaidia kuzaa katika uzee. Wakati enzi imekoma, Mungu akamsaidia. Danieli akuokoka katika tundu la simba kwa sababu alikuwa ni bouncer kunyanyua vyuma, akafunga vinywa. Hapana, kulikuwa kuna msaada wa Mungu uliofunga vinywa. Samsoni hakumuua simba kwa sababu alikuwa na mamisuli, aliua simba kwa sababu kuna roho alikuja juu yake. Huo ndio unaitwa msaada wa Mungu. Kuna vitu utaenda kuvikanyaga na kuvishinda kwa sababu Mungu atakuwa msaada wako baada ya ibada hii. Kwa mtu mmoja anayeamini aseme amen. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Msaada wa Mungu ni kile kinachotoka juu kukusaidia, inaitwa divine help. Mungu anakuja kusaidia maisha yako. Hata we mwenyewe unasema, sikujua imetokeaje, sikutambua imetokeaje. Mama yule mselebta yuko anataka kufa dakika za mwisho, inatokea msaada kutoka juu wa Mungu. Anakuja mtu wa Mungu anasema chakula kisiishi, mama utaendelea kula. Huo unaitwa msaada wa Mungu. Msaada wa Mungu, msaada wa Mungu ni msaada utokao juu. Hata we mwenyewe ujui ni namna gani imefanyika, ila Mungu anaweka mkono wake.